kweli ya mambo. Maina Njenga ni mtu ambaye alikuwa powerful, mtu ambaye amekaa na Gaddafi chini. Ndugu yangu tuache kudanganyana. Maina Njenga wenye walipanga mpango kumaliza Maina Njenga Mlima Kenya ni Uhuru Kenyatta na Gachagua. So saa hii mtu asiwadanganye. Saa hii Maina Njenga amekuwa na nani? Raila Odinga. Raila yuko. Ruto akamchukua. Kwa sababu gani? Hataki kuuliwa. So wewe ukiwapa Muluya, hakuna mahali Gachagua anapeleka na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hataki Mjaluo kwa president. Amedanganya Raila tu hapa. Alikuwa na power. Na huyu si mkisi wao. Ati mimi ndiye anaweza kuwa president. Matiang'i. Si Matiang'i ndio ameosha Raila Odinga hapa. Yeye na Uhuru Kenyatta. Wewe unataka kudanganya my friend. Ruto 2032 akimaliza Omolo ndiye anachukua serikali. My friend. Najua. Tunapata vizuri. Tunapata vizuri. My friend, William Ruto akitoka kwa ofisi 2032, sisi kama Wajaluo, Omolo anainvest kwetu. Ruto anatoka, Omolo anachukua ofisi ya William Ruto. Kwa sababu gani? Saa hii tuko na Mudavadi, tuko na Wetangula, tuko na Oparanya. Si ni watu watatu? Si wakubwa. Nani anainvest kwa Waluya? Kuna mtu anainvest kwa Waluya? Kuna kiongozi wowote anawekeza mali yake kwa Muluya? Mudavadi, Wetangula, Oparanya, kuna mtu? Omolo anawekeza kwa Wajaluo. Kwa sababu anajua Ruto akitoka, hiyo pesa anawekeza kwetu, tutamchangia kuwa na bilioni ya kupata presidency. Tunapata tupatani. Mwenye anasema kusungu mingi, anaandika article kwingi kwa social media, hiyo ni yake. Sisi kiongozi wetu ni Daktari Raymond Omolo. Hapo ndio tunamaliza. So nikimalizia bwana speaker. Kuja hapa dada yangu. Nikimalizia mheshimiwa speaker. Nikimalizia. Usipende mwanasiasa. Kuna watu wanapenda mwanasiasa fulani. Nimesikia ndugu yako kitaje sijui mtu fulani. My friend, hujui huyu mtu. Huyu mtu ndiye anajua huyu mtu. Mimi namjua zaidi. Umjui? Mjui bro. My friend. Kama kuna mtu ataki Wajaluo, ni huyu mtu unataja. Kama kuna mtu ataki Wajaluo, ni huyu mtu umetaja na mdomo yako. Hana haja na Mjaluo yoyote. Hana haja ndugu yangu. Hiyo ndio kweli mambo. Yule mtu ambaye anaweza kusaidia Mjaluo ni mheshimiwa PS Raymond Omolo. Huyu ndio atakusaidia. Huyu dada wetu. Huyu dada tega masikio. Bunge la Mwananchi ni mahali hapa tunasaidiana. Huyu dada alinunua nyumba. Na kuna mtu amekuja kwa dhulumu nyumba. Ndugu yangu, tukua tu mpole ndugu yangu. Hapa tupigi kelele ama tufanye kipindi. Hii Kenya tunajua ni mbunge mmoja ndiye anafanya kipindi. So hapa huyu dada alinunua nyumba. Wako watu wawili, mmoja ni mlemavu. Na mimi nataka kuuliza serikali. Na hii nataka ende moja kwa moja kwa mheshimiwa PS Raymond Omolo, ende kwa mheshimiwa Murkomen, waziri wa ulinzi. Ama waziri wa interior. Ya kwamba katiba ya Kenya, hakuna mahali katiba inazungumuza ya kwamba mimi mnyonge nidhulumike na polisi akihusika na bwenyenye. Hakuna kitu kama hiyo. So nataka kuomba mheshimiwa Raymond Omolo, mheshimiwa waziri wa usalama Murkomen, mheshimiwa mkuu wa ujasusi ama upelelezi Amin Mohamed. Huyu mama, kuna watu ambao wanahusika na idara yako ya DCI. Walikamata huyu mama, wakampeleka kwa kituo papo ya polisi hapa maeneo ya Kibera bila kuandikwa majina yake katika kwenye OB. Kwa sababu gani?
ni mambo ya kumnyang'anya nyumba. Pili, hii Kenya tunasema kwamba ukiogopa hautaenda mbali. Na hii pia nataka kusema kwamba wacha kuingiza serikali ndugu yangu. Hata mimi natetea serikali. Wewe kama uko na chuki serikali, by the way, ndugu yangu umesoma. Government ni nani? Government na? Sawa, umejibu vizuri. So maybe watu wengine maybe walienda kusoma lakini hawakupata hekima. So ningependa kuomba kitengo ambaye inasimamia usaidizi. Tuwache kudhulumu wanyonge kwa sababu wewe ni bwenyenye. Na usipokoma tutakuanika majina zako. Huyu mama nyumba ni yake. Kama unataka muelewane akuuzie katika ile bei ambayo anataka. Si kana kwamba unamwambia ondoka ende wapi? Pili, nataka kuomba Mheshimiwa former governor Mike Mbuvi Sonko, kwa sababu Sonko ndiye amekuwa mtetezi sana ya wanyonge. Unaweza sema bila taka. Kama ni wanawake pia ni sawa. Baada nataka kuomba Mheshimiwa former governor Mike Sonko, huyu mama ako maeneo ya Kibera, ananyang'anywa haki yake. So tunakuomba Mheshimiwa governor umtetee, kwa sababu kuna bwenyenye ambao wanataka kumnyang'anya nyumba ambayo alinunua. So Mheshimiwa governor Sonko, wewe ni mtetezi, najua kazi ambayo unafanya. Mheshimiwa Super PS, msaidie huyu mama pata haki yake. Hakuna namna unanunua nyumba na mtu anakunyang'anya. So tunajaribu kukutetea na kadri uwezo wetu. Tunakutetea, usiingize siasa za Gachagua hapa. So tunakuomba sisi pia tunasimama na wewe kadri uwezo wetu ili upate haki yako. So simama kidete. Wakikushika namna vile alikushika tena, tutaenda kwa hiyo police station ifungwe. Yes. Kwa sababu polisi sio mahali ya kudhulumu mwananchi. Polisi ni mahali ya kila Mkenya anapata haki yake. Uwezi shika huyu mama na kuna mtoto mdogo unamweka analala kwa baridi kisha mnamwachilia hivyo bila kupata haki yake. So lazima OCS hiyo kituo pia achukue majukumu ya huyu mama. Kama hawezi tetea huyu mama, tutamwanika apelekwe Garissa, aende pigana na bandi. Atoka hapa Nairobi. Huyo DCI ambaye anatumika kudhulumu mama, kazi bado iko. Tunaweza kupeleka Mandera kati ya Kenya na Somalia. Uende ukaa huko. Upigane ufanye ujasusi ya Al-Shabaab. Bahati nzuri, bahati mbaya upigwe risasi ukufe, hili shida yako. Si hataki kazi Nairobi. Yes. Mahali kuna salama. Yes. Si Raymond na PS wampige transfer. So bwana DCI, hatuta kutaja jina yako. Wacha huyu mama mpate haki yake. Waachana na pesa na mambo ya huyu jamaa. Huyu jamaa kama anataka haki, kama anataka mambo ya kununua shamba ya huyu mama ploti, alete pesa kwa mesa. Kama hana pesa ya kununua, atafute mahali pengine. Asante sana, Mungu abariki.